Mtume sallam katika riwaya nyingine ilipokelewa na Bukhari wa Muslim ametaja katika umma zilizopita walikuwepo na mandugu wawili, mmoja ni mtu mwema na mmoja ni mtu mwovu. Wote ni mandugu hawa. Katika jumla ya maovu ambayo bwana anafanya, alikuwa ni mlevi wa kupindukia, kwa kilewa sana. Basi huyu ndugu yake mwema kila kitana, huyu ndugu yake anampa nasaha, anamwambia, ndugu yangu, wacha hii tabia, wacha hizi maovu ambayo unayafanya. Mungu hayuko radhi nayo, Mungu ameyakasirikia haya, Mungu hayapendi haya. Yule bwana wakati mwingine anaacha tena, narudia, wakati mwingine anafanya kwa siri. Akimwona yule bwana hayupo, basi anafanya, mara anabadilika, mara anarudi tena, na kila kukutana naye anampa nasaha. Siku moja yule bwana aliposhuka kutoka kwa nyumba yake anakoishi, yule mtu mwema ule akampata huyu ndugu yake amelewa chakari, maana yake amelewa kabisa sasa hivi maskini. Basi akatamka maneno ambayo ni ya hatari. Ndugu zangu, huyu ndugu mwema akatamka maneno ya hatari, akamwambia huyu ndugu yake mwovu, wallahi la yaghfiruka Allahu abada, wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukusamehe wewe milele. Akamwambia, wallahi la yudkhiluka Allahu aljanna, wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukuingiza peponi wewe. Unajua leo kuna watu katika sisi hapa, ndugu zangu, wanashirikiana na sheitani kuwapiga mandugu zetu vita ambao wanapitia mitihani mbalimbali. Wewe usijione kwamba wewe ni mtu mwema sana ukaanza kuwadharau watu waovu kwa ibada ndogo uliyofanya. Wewe ni nani mwanzo kumtolea mtu hukumu? Leo sisi tunapoona mtu ana tabia fulani mbaya, ana uraibu fulani anayofanya, kuna madhambi anayofanya, basi kila mmoja wetu hapa ni hodari sana kutoa hukumu. Anawaambia wenzie, yule bwana hawezi kutoboa, yule bwana hawezi kusamehewa. Wewe ni nani wewe? Yule bwana hawezi kuingia peponi. Wewe ni nani wewe? Ndugu yangu, wewe ulikosewa. Alokosewa hapa ni Mungu, wewe unaingilia kama nani? Ndugu zangu, na wewe huna dhambi ambayo unaanza kuhukumu wenzie, na ibada ambayo unazifanya imeshakubaliwa, wewe unajua imekubaliwa. Hakuna ambaye anayejua yako wewe. Ilikuwa nitakana umfanyie dawa huyu mtu na umuombee dua, wewe hujui dawa yako na dua yako itamtoa nani katika shimo gani, wewe hujui. Lakini sisi wengi wetu hapa tunashirikiana na sheitani kana kwamba sisi tushaingia peponi. Kazi yetu ni kutoa tu hukumu. Unamdharau mtu kwa sababu ya tabia fulani alionayo, na wewe pia unayo yako.